أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأنا بشكر Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuweza kuwafikisha na mwaka huu vile vile mchana katika uwanja huu kwa ajili ya kutekeleza ibada yetu, ni ibada yetu ambayo tunaitekeleza kila mwaka. Kwa hiyo tunaomba Mwenyezi Mungu amali hii aidumishe. Bora ya amali ni ile inayodumu hata kama ni chache. Afdalul amali adwamuha wa in. Bora ya amali ni ile inayodumu hata kama ni chache. Hata kama tungesoma maulidi dakika 5 tu, madhali yanadumu kila mwaka, basi ni bora kuliko maulidi yanayosoma mpaka asubuhi alafu hayasome tena. Hiyo ni amali kubwa, amali ambayo inadumu. Sasa na mtu ambaye ana amali yake yoyote anayoitenda mara zako 2 tu kila siku, unaamka saa 8 saa 9 unaswali lillahi ta'ala mpaka unafikiwa na mauti, basi hiyo ni amali kubwa. Ndio unaswali mijiraka nzima, baadaye inakatika na mwakulala tu mwenyewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia sahaba mmoja, usiwe kama fulani bwana, alikuwa anasimama usiku anaswali, matokeo yake akaacha kusimama hata usiku, mwenye alama tu, sio kama huyo. Kwa hiyo amali ambayo inadumu hata kama ni chache, basi hiyo ni bora. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aidumishe amali hiyo. Somaji wetu katika jumla ya aya tulizosoma, ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Enyi ambao wameamini, mtajeni Mwenyezi Mungu kumtaja kwingi na mumsabihi asubuhi na jioni. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba, idha marartum bi riyadil janna fata'u, mkiyapitia mabustani ya pepo basi lisheni mleni matunda ya mabustani hayo. Sahaba radhiallahu anhu wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama riyadul janna ya Rasulullah, ni yapi hayo mabustani ya pepo Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam? Mtume akawaambia, kila kudhikiri imekusanyiko ambayo wanataja Mwenyezi Mungu, anaswaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tuko katika kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukiwa unatembea naye katika moyo wako kwa kumtaja, basi hata moyo wako pia unatulizana. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Kwa kumtaja Mwenyezi Mungu nyoyo zinatulizana, kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu nyoyo zinatulizana, unakuwa katika hali nzuri. Kwa sababu uwezo ukamwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama saa zote mwenyewe una Mungu. Ni sawa na kwamba unatembea na mtu mkubwa, uwezo ukaasu kama pale ngoja kuchukua moja kidogo ya kuzimua. Inawezekana hiyo wakati wa kuutakidi kwamba huyu ni mtu wa Mungu, mtu mkubwa Yesu ndani. Sikwambii kwa saa zote wewe una dhikrillah, unamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unamkumbuka kiasi ukitaka kuteleza pale tayari ushaleta nini dhikrillah. Mwenyezi Mungu anakataza ile. Mwenyezi Mungu anasema
yatabangu baba, isisengenye baadhi yenu kuisengenye baadhi nyingine. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuhu, hivi anapenda mmoja wenu kula nyama ya ndugu yake hali ya kuwa ni mfu? Hilo mnachukia. Sisengenye bwana, sababu unatembea ni Mwenyezi Mungu kwa chako. Ndio hivyo uweze kufanya mambo ya riba, sababu unatembea na dhikrillah. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat, Mwenyezi Mungu anaifuta baraka riba. Ukiingia katika riba ushaingia katika maisha magumu, saa yote utakuwa maskini tu. Na mifano inaonekana hasa kina mama wanachukua mikopo ya riba, matokeo yake wanafilisika mpaka vitu vya ndani vinachukuliwa. Yote hawako na dhikrillah, hawako kwenye kumtaja Mwenyezi Mungu, hawako katika kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lao wangekuwa katika dhikrillah, katika kumkumbuka Mwenyezi Mungu, wasingefanya mambo hayo. Matokeo yake wanaishi katika maisha magumu. Wa yurbi sadaqat, Mwenyezi Mungu anaizidisha sadaka. Ukitoa sadaka basi Mwenyezi Mungu anakuzidishia. Wa maana kasat sadaqatu min mali, Mtume sasa anasema haikupunguza sadaka mali. Ukitoa Mwenyezi Mungu anakuzidishia. Ndio wale malaika wawili ambao wanateremka kila siku, ma min yawmin yusbihu al-ibadu illa wa malakani yanzilani. Hapana siku yoyote ambayo wanapagaukiwa waja ila kuna malaika wawili wanateremka. Mmoja anasema Allahumma a'ti munfikan khalafa, Mola wake mpe huyu anayetoa badali ya kile anachokitoa. Tena Mwenyezi Mungu anakupa hapa duniani na vile vile akhira. Muumini halipi duniani tu, analipa duniani na akhira. Labda si kwa muumini, asiyekuwa muumini akitoa katika njia za heri, Mwenyezi Mungu anampa hapa duniani, anakuwa na maisha mazuri, anamuondoshia mitihani, lakini akhira hana laki. Lakini muumini Mwenyezi Mungu anamzidishia. Na yule mwingine anamwapisha, anazuia. Allahumma a'ti mumsikan talafa, Mola wa haki mpe huyo anayezuia usilifika. Ndio pale unapopata hasara katika biashara zako, kumbe hata sadaka utoi. Uwezo unao, madrasa zimejaa, vijana wa Kiislamu ni maskini, washindwa hata kusaidia. Tanguka tu, ndio kweli bwana. Kwani hiyo mali ni yako? Mali ni ya Mwenyezi Mungu. Maana Mwenyezi Mungu tunasema hii mali ni mali yangu, na hawa watu pia ni watoto wangu. Umeona bwana, tueni kwa ajili ya Allah, na yote ni dhikrillah. Kitembea na dhikrillah, mambo yako yote yanakuwa mazuri. Kwa Waislamu maneno yanasema kila siku, muhimu ni kutembea na Mwenyezi Mungu bila ulipo na Mungu. Itakillaha haifu ma kunta, muogope Mwenyezi Mungu popote ulipo. Na takwa inakuja kwa sababu ya dhikrillah. Saa zote watembea na Mungu. Mungu ile halitaki, utakuwa mcha Mungu. Na ukishakuwa na takwa, milango yote iko wazi ya pepo. Pale Mtume anasema kwamba mtakil maharima yakun a'bada an-nasi, hata aliyoyaharamisha Mwenyezi Mungu utakuwa ni mwenye kuabudu mno katika watu. Bora usifanye mambo ambayo Mwenyezi Mungu hayaharamisha, ukafanya toa yako ya nyepesi tu, swala zako tano na mengine ya lazima, hata hizo sunna pia ziache, lakini usimuasi Mwenyezi Mungu. Hapo utakuwa kwenye daraja kubwa sana. Pale Mtume anasema inni la ghayuru, hakika mimi ni mwenye wivu.
wallahu aghyar, lakini Mwenyezi Mungu ana wivu mno. Alafu akasema na wivu wa Mwenyezi Mungu antuta maharimu, ni kutendwa yale mambo aliyoharamisha. Mwenyezi Mungu anakuwa na wivu mkubwa. Sasa mwanadamu hataki achezewe mkewe, si ndio? Sasa Mungu ni zaidi, hataki yale ambayo kaharamisha yachezewe. Na ukiyachezea umetangaza vita na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waislamu kama ninavyosema, kwa maneno ndio haya yanayosema, isipokuwa kukumbushana tu, kwa sababu ndio kawaida yetu sisi umati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kukumbushana. Wadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Nyinyi ni umma bora uliodhihirishwa kwa watu, mnaamrisha mema, mkataza mabaya. Wewe ndio sifa yetu sisi watu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hayo mema sio kama kuna mapya, na hayo mabaya kuna mapya, hakuna. Ni hayo kwa hayo, nakumbushana tu. Kwa mwanadamu kaumbwa na kuathirika, na mtu akiathirika anatakiwa akumbushwe. Kuna hadithi moja nasikia kwamba kuna msafara ulitoka kwenda Argo wavuvi. Basi yule kiongozi wao akamwambia, jamani, twenda kwenye mlo wake, hala jamani, na wakiwa watu hala. Basi kweli sasa wamekumbushwa, alhamdulillah. Matukio yake wakasikia wamwona ni yule aliyewakumbusha wao. Mzee tusome tukumbusha vipi? Sema lakini nyinyi mmenikumbusha kwa kama mlikadi mtakatifu. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.